habari limeharibika. Utakuta chombo cha habari kinamwalika mtu katika television au katika redio, anaongea mada ambazo ni za kipumbavu, ni za kijinga, wanampa airtime na jamii nayo inasikiliza. Mimi niliona kwa mfano, kuna dada mmoja alialikwa kwenda kuzungumza East Africa Television. Anasema eti kwamba kuwa kwenye grupu za WhatsApp na watu ambao ulisoma nao, mfano shule ya msingi, ni kujitafutia umaskini. Si sahihi. Si sahihi kabisa. Mimi labda angenionyesha ni mtu gani ambaye alikuwa maskini kutokana na kushiriki kwenye magrupu ya WhatsApp, ambao watu ambao wapo kwenye ile grupu walisoma nao shule pamoja. Hizi ni dharau. Na ndio maana kwa mfano watu wengi huzani kwamba watu ambao wanakutana nao vyuo vikuu au kazini ndio watu bora kuliko watu ambao wamesoma nao shule ya msingi au hata sekondari. Lakini kiukweli kuna watu ambao ulisoma nao huko nyuma wana maisha mazuri kuliko wewe na wana connection na wala hawalingi. Hata ukiwachukulia watu wakubwa, marais, mawaziri, wabunge, wana magrupu ya watu na wanashirikiana nao, wanafanya nao ushirika. Huwezi kufanya mambo peke yako ukafanikiwa. Lazima utahitaji watu. Na ndio maana kwa sababu wewe umesoma, umefika chuo kikuu, umefika kazini, unaona wale ambao umekutana nao kazini ni bora zaidi. Lakini ikitokea siku umepata msiba nyumbani kwenu, atakaye kwenda kuchimba kaburi la mamako, kaburi la babako, ni wale wa kijijini ambao uliwaacha kijijini pale. Wale ambao umesoma nao shule ya msingi. Lakini hao ambao uko nao kazini, wao watakusubiri tu urudi kazini wakupe pole. Iko hivyo. Kwa tusiwadharau watu. Kila mtu ambaye unakutana naye kwenye maisha yako, ni baraka. Mungu amekukutanisha na huyo mtu kwa sababu maalum. Kwa tusiwadharau watu. Tusidharau watu.